104 days sober today. Lesson for today. Unaona pombe? Pombe inafanyanga watu wanakudharau somehow. For example, wewe ni mfanyibiashara. Tuseme mtu kama mimi ni mtu wa errands. Nimeitwa kazi mahali na maybe nimepigwa referral kwa customer mwenye hajai fanya kazi na mimi. Nikifika pale, niende kumuongelesha asikie tu nanuka pombe. That person slashes my value by half. So kama ni place yenye ninaweza mlipisha 200, huo msee anaweza kuambia hata 700. Jua kitu ya kwanza akikuangalia hivi anaona hiyo pesa ni kama tu unaenda kuikunywa, ni kama haitakusaidia. So pia yeye hana bidii ya kukupatia hiyo pesa mingi. Kama ni mahali umeenda maybe kudiscuss business deal mahali unafaa ulipwe 50k. The moment tu umefungua mdomo hivi unanuka pombe, huyo msee atakwambia na umechapa, hata tufanye hivi, kuna joint fulani hapa najua, si twende tuongelele hiyo deal hapo. Ukifika hapo kwanza unapigwa mzinga. Akisha kupiga ile mzinga already akili yako ishapotea, ushateveva, umeingia party mode. There is dopamine kwa akili ishakutupisha mbao. Anaacha unalewa, alafu anakuambia hii si nikupatie 10k. Alafu hata hiyo mzinga imebaki, wewe beba uende nayo. Unajua mlevi ukimbaia pombe na umpatie pesa cash, ukimbaia pombe ndio anakumbukanga wewe ni mtu wa maana sana. Mali ulikuwa ulipwe 50k unalipwa 10k na mizinga mbili. Like it diminishes your value, it slices your value into half. Yani mahali popote ukienda tu mahali hata bondroom kwa meeting uende ukiwa unanuka pombe, hao watu huwa there is a certain disrespect kenye huwa kuna venye tu wanakuangalianga hivi wanakudharau. Second thing, pombe ni mbaya, sikatai. Na wasichana msinikujie, sina ubaya, ni kusema tu nasema from my observation. Pombe ni mbaya, lakini sasa hata heri pombe ya mwanaume kuliko pombe ya mwanamke. Najua mtakuja hapa mseme kama we ulikuwa unafanya si hatufanyangi, lakini anyone who is here mwenye amekunywa na mademu. Unajuanga demu yote mwenye ni mulevi, hata kama ni mklasi aji, hata kama ni nani. Bora huo demu anakunywanga pombe, huo demu ashaikojoa nje. Mahali tu umekazwa. Unajua mwanaume akisikia kukojoa atasimamana na ukuta, ama hata mwanaume hata anaweza kuwa kwa basi afungue mlango akojoe na aendelee na safari. Demu mmetoka kulewa na maboys, sijui mmetoka wapi, umesikia kukojoa kabisa na hakuna mahali unaweza kojoa washroom. Au maboy wanakuchocha na kuambia jisunde pale tunakuangalilia ukojoe. Sasa hiyo wanaangalia nyashi yako. Umejianika hapo umelewa hata ujielewi unajianika hapo. Utasema hiyo ni ya mademu. Hata kama ni kwa gari, unapata demu ameenda kulewa na maboys kwa gari, ati sasa amekazwa na mkojo, ati hii mlango ya mbele hapa ya dereva ama hii side, anafunguliwa mlango. Hiyo mlango sasa ndio ni kama imemkinga kutoka wale watu wako ile side, anashuka hapo anakojoa hapo kwa mlango. Niko 100% sure ukiwa soba kuna vitu huwezi fanya. Sasa ukiwa soba hata kama umepresiwa aje, huwezi na mahali udongoe. Mahali hadi kuna watu wanapita ukojoe. Cause at that point akili yako hata haifanyi kazi. Like pombe ni mbaya mazee. Saa zingine mimi hukaa hivi nafikiria vitu zenye nilikuwa nafanya nikiwa mlevi mpaka nakuwa embarrassed. Yani I don't regret anything in my life because I'm the type of person who believes everything works out according to how God wanted it. Cause ako na uwezo wa kuzuia vitu zingine zenye zinafanyikanga kwa life ya mtu, lakini anaacha tu zifanyike. So mi believe life ya mtu huwa ina pan out venye God alikuwa ameplan. But kuna vitu zingine bana nilikuwa najiangusha bana. Mi ni baby girl bana. Kuna vitu zingine sikuwa nafaa kujifanya. Yani the only thing yenye na regret kwa maisha yangu ni kujua substance abuse. That is the only thing that I regret in this life. Unaget? Kuna vitu tu zenye unafanyanga ukiwa mlevi zenye a normal person haezi fanya. Na huwezi advisiwa sahi. Kuna beste yangu anakuanga na gari. Huyo jamaa alinibeba siku moja, nikamwambia siku ingine hata ukikutana na mimi natembea sina fare usinipatie lift. Someone is driving dangerously. Na ni hii Eastern bypass bwana.
Ushaifunga seat belt na uko kiti ya nyuma. Juu huyu jamaa unaona anytime anaweza kutuma Zayuni. Na sasa hiyo ametubeba hapo watu watatu na sisi wote tunaweza drive. Tukijaribu kumwambia si uache tukubebe, anatuambia ile siku mtanunua gari ndio mtajibeba. As of now this is my car. Huyo jamaa juzi tu hiyo gari amechotwa nayo na trailer kutoka nyuma ikakwaruzwa side moja yote na passenger wake akavunjika mkono akaenda kushonwa Mata Hospital mpaka sasa ako na chuma. All because of alcohol. Watu wengine unapata anakuja kwa bar ni mpole, ametulia, anakusalimia vizuri, ni mtu mzuri, mpatie 2 hours. Ako huko anataka kupigana na kila mtu, anaongelesha watu vibaya, anashika wasichana matako, anapigwa na mawaita akimwagilia maji chafu. Na ni mtu decent hadi anaheshimika kazini. Ukimwona asubuhi amepita hapo ameenda kutoa loka, amebeba laptop, amepiga official anaenda kazi, hata huwezi sema ni yeye. Lakini ngoja jioni atoke kazi akuje. Anakuwa totally a different person mazee. Mazee jo. Mimi hata siongeleshi watu wenye already wanajua pombe. Juu hao nao kuwa advice huwezi wa advice. Tulisema mtu aishi maisha yao venye anataka. Mimi I am here fighting for the generation that doesn't know alcohol mazee. Mazee kama uko hapo nje mazee na hujai kunywa pombe, hujai vuta shisha, hujai vuta bangi, hujai kula miraa, hujai kunywa codeine, hujai kula velo. Unaona hizo vitu zenye age mates wako wanafanya? Nao classmates wako wa campus, nao workmates wako wanakufanya ufeel like you're being left out, ama like you're naive, like you're stupid because you're not doing what they are doing. Yani wewe na wao eri wewe mara 100. That is the best decision you'll ever make of your life. Wachana na hizo vitu, ziko overrated. You're not missing out on anything. Take it from somebody who has been using every type of substance for the last 15 years. And I have nothing to show for it. Isipokuwa hizi advice kidogo kidogo na kuja nazo hapa za ujinga. Usitake kuwa motivational speaker. Don't learn. Si lazima kila kitu kwa hii maisha ulearn through experience. Sometimes try and learn from other people's mistakes. Learn from mistakes of someone like me mazi. Mazi lakini jo. Mara nimekojoa kwa sofa za wenyewe. Mara sijui nimepigana na nani. Mara sijui nimeiba kitu ya nani tu ndio niende nilewe. Ukinituma na 500 nimeenda nayo na kuja na viswahili mingi. Yani nilikuwa very fucked up human being. Yani I'm honestly discovering things about myself that I never knew. Hadi saa zingine unajua nakutananga na msee kama nimeenda pale Naivas kununua kitu. Napatana na msee ambaye mama beta mambo. Mazee mimi ni follow wako TikTok. Mazee wewe ni amazing. Wewe ni pretty. You're very gifted. Mazee wewe akili yako ni very sharp. Mazee utaenda mbali. They praise me and tell me things about myself mpaka najiangalia hivi niko like huyo ni mimi kweli. Because hizo ni vitu, those are things that you can't see about yourself when you're rooted deep in alcoholism and substance abuse. The only thing yenye una think about is your next drink, your next shot of dopamine, your next weed. Mi kwanza sahi pedi wangu naona wana view tu status. Wananiza I'm all your form. Naambia hizo vitu niliacha bana. Niliacha kabisa. Yani alafu unajua kunanga kitu ngumu. Once you start getting clean, everyone doubts you. Ni kama ile siku mtu ameokoka wanasema ati ameokoka. Tumpe mwaka moja. So kama mimi walisema ati anajifanya ameacha pombe, tumpatie wiki. Ikakuwa wiki 2, wiki 3, sasa ni miezi 3 and counting. And this is my lifestyle now. They will doubt you. They won't believe you. They'll make you feel stupid for getting sober and clean. But utaanza kuona hiyo, you'll see the difference yourself. Sasa hii hadi naangalia picha zangu za 6 months ago niko like ilikuwa mbaya jo. But hiyo time singeona. Hiyo time nilikuwa najiambia mimi ni Americanite. Kumbe ni makali inanimaliza 1 meal a day. Alafu makali the whole day, Muratina kuja, Changa kuja. Yani hata ujui ni kagani. We unapewa tu tumbler unachukua. Hata ujui, hata ukagonjeka uende hospitali ulizuri kunywa nini ujui. Maisha mbaya guys. Learn from my mistakes.
Sobriety is